Little good or do you think? Good. Little good. Okay, there we are. So now maybe before we go to maybe we'll invite Mama Isaiah to come, do the reading, the Bible reading, and then after that, Baba Isaiah will continue with the other part of work. The scripture reading Somo letu la leo is from Psalm 78. kutoka kitabu cha Zaburi 78, Zaburi 78. Verses 44 to 53. Mstari wa 44 hadi mstari wa 45. Zaburi 78 mstari wa 44. 44 mpaka 53. Psalms. He turned their rivers to blood. They could not drink from their own streams. He sent swarms of flies that devoured them, and frogs that devastated them. He gave their crops to the grasshopper, their produce to the locust. He destroyed their vines with hail, and their sycamore figs with sleet. He gave over their cattle to the hail, their livestock to bolts of lightning. He unleashed against them his hot anger, his wrath, indignation, and hostility, a band of destroying angels. He prepared a path for his anger. He did not spare them from death, but gave them over to the plague. He struck down all the firstborn of Egypt, the firstfruits of manhood in the tents of Ham. But he brought his people out like a flock. He led them like sheep through the desert. He guided them safely, so they were unafraid, but the sea engulfed their enemies. Tumpe Bwana Yesu makofi mazuri kwa somo lake. Thank you, God bless you. Sasa, now I can give you my second sermon. Sasa ataka kuhubiri ujumbe wake wa pili. And the reason I'm recording this is that people in Holland, na sababu yeye anataka achukuliwe ama anakiriwe na video hiyo ni kwa sababu watu pale Holland do not often see African churches. Hawaoni makanisa ya Afrika. An African church is so beautiful. Na makanisa ya Afrika ni makanisa ambaye yanapendeza ama ni makanisa mazuri. The first time we came here, kanisa la kwanza walilokuja, there was this nice lady, palikuwa na dada huyu mzuri who had a really sweet voice. Alikuwa na sauti nzuri sana. And she said, "We are going to worship the God of heaven." Na alikuja pale na wakakweli wakahisi wanamwabudu Mungu wa mbinguni. And I thought, this is calm and relaxed. Na akahisi pahali pale ni pahali pametulia na pahali panapo pazuri. So I was sitting there. Aliketi mahali pale. And this lady started to sing. Na yule dada akaanza kuimba. Do you know how it sounded? Wajua vile ilivyo sauti hiyo ilivyotokea. She started to praise to God, and it was going like, praise the Lord, amen, hallelujah. Na basi akawa anamshukuru Mungu, mshukuru Mungu, haleluya. And I was sitting in my chair. Na pale alikuwa ameketi kwa kiti cha. Na basi naye akastuka. I forgot about African churches. Akasahau kuhusu makanisa ya Afrika. They are so energetic. Wale wa Afrika wana hiyo hali ya kumtukuza Mungu katika hali hiyo ya kuchangamka. And they love to sing to the Lord. Na wanapenda kumwimbia Mungu. And they do it loud. Na wanafanya hivyo kwa sauti. And I like it.
Na anapenda hiyo, tupigie Bwana Yesu makofi. Last week we talked about Lord Jesus. Na kwa hivyo wiki iliyopita aliongea kuhusu Yesu Kristo Bwana. Remember, I told you Lord Jesus is God. Na alifunza ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu na ni Bwana. Do you remember? Ni nani wanakumbuka? Yes. Asante. Now I've got something really interesting. Na leo anafunzwa ambalo ni la kusisimua ama la kuvutia sana. Because now we're going to talk about the victory of God. Na kwa sababu siku ya leo anaenda kuongea juu ya ushindi wa Yesu Kristo. So the psalm that my wife, Mama Isaiah, read for you was very tough. Na zaburi hiyo Mama Isaya alisoma kwenye mke wake, ni zaburi ambaye ina hali ya nguvu. God was punishing the Egyptians. Na Mungu alikuwa akiwaadhibu wa Misri. And God did a lot of miracles in Egypt. Na Mungu alifanya miujiza mingi pale Misri. So I was wondering, na kwa hivyo alikuwa akishangaa, why did God have to do 10 miracles to free Israel? Ni kwa nini Mungu akafanya miujiza ile miujiza 10 ili kuweza kuwatoa wana wa Israeli katika mateka? 10 miracles. Miujiza 10. And you know why? Ni kwa nini? Because God did not only punish Pharaoh. Ni kwa sababu Mungu tu hakuwa na ile hali ya kumtesa tu Farao ama kumwadhibu Farao. He also punished the gods of Egypt. Na kwa hivyo pia alikuwa akiwaadhibu miungu wa pale Misri. I will read for you Exodus 12. Na basi anaenda kusoma pale katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 12. Kutoka 12 mstari wa 12. I still think it sounds beautiful, Swahili. Na hivyo basi anaamini ya kwamba Swahili tukisoma kwa lugha ya Kiswahili itasikika vizuri. For I will pass through the land of Egypt this night. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, and will smite all firstborn in the land of Egypt. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, both man and beast, wa mwanadamu na wanyama. And now listen carefully. Sikiza kikamilifu. And against all the gods of Egypt. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. I will execute judgment. I am the Lord. Na basi mimi ndimi Mungu. So, here we are thinking that God was punishing Pharaoh. Na basi kama wafikiria Mungu alikuwa akimwadhibu Farao, but what he did, he wanted to show the world. Alitaka kuonyesha dunia. He wanted to show the world, I am the Lord. Alitaka kuonyesha dunia ya kwamba yeye ni Mungu. And he punished all the gods of Egypt. Na basi akaadhibu miungu yote ya Misri. Who do you remember? Nani wanakumbuka juu ya hadithi ya kwamba naye mto wa Nile ukawa ama mto ule wa Nile. Na basi wa Misri pale walikuwa wakiabudu ule mto wa Nile. Was this God of Egypt capable of resisting God? Na huyo Mungu ambaye ni Nile na mto huo alikuwa na uwezo kweli wa kumzuia Mungu? And now God was not stronger than the Lord. Na basi yule Mungu wa mto huo wa Nile haukuwa mto ambaye una nguvu ama Mungu ambaye ana nguvu kuliko Mungu. Then hivyo God brought 3 days of darkness. Na Mungu akaleta siku 3 ya giza. 3 days you couldn't see anything. Na siku hizo 3 haungeona chochote except by the Israelites. Na basi ungeona tu wana wa Israeli. And this God, na huyu Mungu, I need to read his name, Re, anaitwa Re, Mungu huyo was the highest sun god of Egypt. Na huyo alikuwa ni Mungu ambaye alikuwa ni wajua ama wa mwangaza aliyekuwa juu sana. And this highest sun god was not stronger than the Lord. Na huyu hakuwa na nguvu nyingi kuliko Mungu aishiye milele. And then what happened to the son of Pharaoh? Na basi ni nini lilitendeka kwa kijana wake Farao? He died. Akafa. And you know what? The son of Pharaoh, they thought he would be a god.
Na basi yule mwana wa Farao aliyefariki alikuwa ameamini ya kwamba siku moja atakuwa miungu. And Pharaoh himself was considered to be God. Na Farao mwenyewe alichukuliwa kama miungu pia. And what happened? All the slaves, they could get out of Egypt. Na basi wale watumwa wote wakatoka katika nchi ya Misri. After God finished off all the gods of Egypt, they were free. Na basi tu alipomalizana na miungu yote ya Misri, akamalizana na hiyo miungu, akawafanya wana wa Israeli wawe huru. Before that, the slaves maybe think, oh, these gods of Israel are so strong. Na basi labda kabla ya hiyo waliona kweli Mungu yule wa wana wa Israeli ni Mungu mwenye nguvu sana. I'm afraid of the Nile God. Na basi labda tunaogopa juu ya miungu hii ya mto. I'm afraid of the sun god. Na tunaogopa kwa sababu ya miungu hii ya Wamisri ya jua. Then all the slaves, and not only the Israelites, na basi watumwa wote na sio Waisraeli peke yao, because the Bible tells us that even strangers were coming with the Israelites. Kwa sababu Biblia inasema pia kulikuwa na wengine wa nje ama wageni walioenda pamoja na wana wa Israeli. They said, this God of the Israelites, he is strong. Na huyu Mungu wa wana wa Israeli ni Mungu mwenye nguvu. We are going to follow him. Na basi tutamfuata yeye. So, kwa hivyo God, Mungu is having a business. Na basi yeye ana shughuli. And this business is called freedom. Na shughuli zake ni za kutuweka huru. His business deals with victory. Na shughuli zake zinahusikana na hali ya ushindi. That's quite some business, isn't it? Na hivyo si hivyo ndivyo shughuli zake zilivyo. And now some of the people think, well, na watu wengine wanafikiria labda this was in the Old Testament. Na basi hii iko katika Agano la Kale. But we do know that Jesus, our Lord, is victorious as well. Na hivyo tunajua ya kwamba Yesu Kristo pia ni mshindi kikamilifu. So, I will read for you Colossians. Na basi tutasoma katika kitabu cha Wakolosai 2, Wakolosai 2 13 to 15. Mstari wa 13 hadi 15. Wakolosai 2 mstari wa 13 hadi 15. Wakolosai 2. And the uncircumcision of your flesh. Na kutahiriwa kwa sababu ya makosa yenu, na kutahiriwa kwa mwili wenu. Have he quickened together with him? Aliwafanya hai pamoja naye, having forgiven akisha kuwasamehe all trespasses. Makosa yote. Okay, let's see. And now I'm going to verse 15. Mstari wa 15. Because we think Jesus' offer on the cross is only about our sins. Na basi labda wakati mwingine tunawasa tu Yesu Kristo pale msalabani ilikuwa tu kwa ajili ya dhambi zetu. But no, verse 15 says this. Na basi mstari wa 15 wasema hivi. And having spoiled principalities and powers, akisha kuzivua enzi na mamlaka, he made a shoe of them openly. Na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Triumphing over it. Basi weza kuwaza juu ya jambo hilo. So what did Jesus do? Yesu alifanya nini? When he rose from the grave. Wakati alipofufuka kutoka kaburini, he basically said to all the people, alifika mahali pale na akasema kwa umati wa watu, look at all these powers, all these gods. Na akawaambia angalia katika utawala huu wote na miungu hii yote. All these gods are dead. Miungu hiyo yote imekufa. And who is alive? Na ni nani aliye hai? Jesus. Yesu. The Lord. Yesu Bwana wetu. And everybody who believed in him were going, wow. Na kila mtu yoyote aliyemwamini yeye akashangaa na akasema hai. All these powers, na nguvu zote, spirits, na roho zote, and gods, na miungu yote, they are nothing. Yote ni bure. Because Jesus is Lord. Kwa sababu Yesu ni Bwana. Tumpe Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. 40. Katika mwaka wa 90, mwaka wa 1940 ama 40 mwaka wa 1940, there was a really nasty leader in Germany.
Na basi pale katika nchi ya Germany ama Ujerumani palikuwa na kiongozi ambaye ni mbaya. And this nasty leader Na huyu kiongozi mbaya sent his soldiers all over Europe and big parts of Africa. na akatuma majeshi wake wakaenda hivyo na hata sehemu zingine za Afrika. And everybody was afraid. Na kila mtu aliogopa. Because if you said something wrong, Kwa sababu ungesema jambo lolote libaya, you would be killed. basi ungeuawa. It was bad. Ilikuwa mbaya. But Lakini the other countries, nchi zingine, they started nchi kama to gather together wakaanza kujiunga pamoja in England. hapa katika nchi ya England. You see this little water here? Na waona maji hii kidogo, The bad soldiers did not cross the water to England. na basi wale maaskari wa Wajerumani hawakuweza kufuka maji hayo kuenda pale nchi ya England. So England was still free. Na kwa hivyo England, nchi hiyo ilikuwa huru. But my country and all the other countries were taken. Na hiyo nchi yao nyumbani kwao na nchi zingine zikachukuliwa. And in my country and in the other countries, Na katika nchi yake na nchi zingine, there were secret people. na kulikuwa watu wa siri. And they were really careful. Na hao watu walikuwa watu ambao walikuwa na ile ya uangalifu sana. And they were fighting the bad soldiers. Na basi walikuwa wakipigana vita hiyo. But nobody could know that they were doing that. Na hakuna yeyote angejua wanafanya vita hiyo. We call them the resistance. Na hao watu wanaitwa ni watu ambao wanakataana na wale ama wanapinga. But the bad army almost wiped out the entire resistance. Na kwa kweli ile wale Wajerumani na majeshi yake walipigana sana na wakaua watu wengi waliokuwa wakikatana. So there were a few men and women Lakini kulikuwa na wanawake wachache na wanaume wachache who wanted to fight these bad soldiers. waliojitolea kuendelea kupigana vita ile na wale maaskari wabaya. But there were not many. Lakini hawakuwa wengi And they were scared. na kwa hivyo waliogopa pia. But then, Lakini the soldiers from England maaskari wale kutoka nchi ya England came to France. wakaja mahali hapa France. And I need to read because these are many soldiers. Hawa walikuwa maaskari wengi. There were 150,000 soldiers Walikuwa ni maaskari 1150 who invaded France. waliokuja katika nchi hii ya France. And they defeated the bad soldiers in France. Na wakawashinda maaskari wale wabaya hapa mbele. And back then there was a radio. Na basi pale palikuwa redio. And the radio said, people, Na ile redio ikasema juu ya watu, victory has come. ya kwamba na ushindi umekuja. Because France was free now. Kwa sababu nchi hii ya France iko huru sasa. And the secret resistance, Na kwa hivyo wale waliokuwa wakipigana, waliokuwa wamejificha, they said, wow, did you hear victory? wakasema kweli umesikia kuna ushindi, Let's gather together na basi tujiunge pamoja and fight the soldiers. na tuende tuwapige wale maaskari maadui. And many of them still got killed. Na bado hata hivyo wengi wale waliuawa. But I knew the friendly soldiers were coming to help them. Lakini walijua ya kwamba kuna marafiki maaskari wengine wanakuja kuwasaidia. They said, victory is there, but not yet here. Na wakasema ya kwamba ushindi uko mahali pale lakini bado hapa. But keep that in mind. Na basi weka hilo katika wazo lako. Because we know that Jesus had the victory on the cross. Kwa sababu tunajua ya kwamba Yesu alikuwa na ushindi pale msalabani. But still there are very many bad people in the world. Lakini bado kuna watu wengi hapa wabaya duniani. Still people who love Jesus are being killed. Watu ambaye bado wanaendelea na hata kukutana na Yesu Kristo na wanaendelea kuuawa. Or maybe if you tell people on your school or on your work, people look really strange at you. Na hata labda ukiambia watu wengine kuhusu huyo Yesu Kristo walio karibu na wewe na wanaokuzunguka, wanakutazama na kuwa mshangao. And they laugh. Na wanacheka tu, wanakuchekelea.
But we know that Jesus had the victory. Lakini tunajua ya kwamba Yesu Kristo ana ushindi na ni mshindi. And the only thing we need to do Na jambo tunafaa kulifanya is to keep on ni kuendelea loving Jesus and preaching Him. kuendelea kumpenda Yesu Kristo na kuendelea kumhubiri. Even if there are many people who have never heard of Jesus. Na kuna watu wengi ambao hawajasikia kuhusu Yesu Kristo. And we need to tell them that the victory of Jesus will come soon to the whole world. Na tunafaa kuambia ya kwamba ushindi wa Yesu Kristo utakuja na utafika kwa dunia yote. So let me read you Hebrews 2. Na basi tutazame katika kitabu cha Waebrania 2 verse 8 and 9. mstari ule wa 8 na wa 9. Because the Bible tells us Kwa sababu Biblia inatueleza that though Jesus gained the victory on the cross, hata kama Yesu aliweza kutupa ushindi pale msalabani, we do not see it always. hatuioni kila wakati. So I read to you. Na basi asoma, Thou hast put all things in subjection under his feet. umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. For in that he put all in subjection under him. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake, Jesus left nothing huku sasa kitu kisichowekwa that is not under him. Kuwekwa chini yake. But now we see not yet all things put under him. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake. So Jesus had victory over all principalities, all powers and all gods. Na basi ni vizuri kujua ya kwamba Yesu Kristo ana nguvu zote, ama mambo yote yako chini yake, yaliyo na nguvu, mamlaka yote na nguvu zote. But we do not always see it. Lakini si kila wakati tuona hivyo. Let me read verse 9. Basi asome mstari wa 9. But we see Jesus, Tunaona Yesu, who was made a little lower than the angels, ila tumuona yeye aliyofanywa mdogo punde kuliko malaika. for the suffering of death, Yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti, crowned with glory and honor, amevikwa taji ya utukufu na heshima, that he by the grace of God should taste death for every man. ila kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. So like the resistance in my country, Na kama hivyo katika nchi yao wanavyoenda na kukataana, they heard that France was liberated. na vile walivyosikia ya kwamba Wafransi wameweza kukombolewa, They said, we have the victory. na kwa hivyo nao wakasema kwa kweli tuna ushindi. Still many of them died, Lakini pia wengi wao walikufa, became sick, wengine wakawa wagonjwa, was sad. na jambo hilo lilikuwa la huzuni, But they saw the victory. lakini waliweza kupata ushindi. And if we look in my country, Akitazama nchi yake, many people do not like God. na watu wengi hawampendi Mungu. People hurt each other. Watu wanafika mahali wanaumizana wao wenyewe, And many people have to cry. na watu wengi sana wanalia. But I see Jesus. Lakini anamuona Yesu, He's got the victory. Yesu ana ushindi. Amen? Amen. Amen. So I found this little quote, Na basi akaweza kupata maandishi haya, and I have no idea na hayana uhusiano ama hana hekima yote ama kuhusu jambo hili. I have no idea who wrote it. Hajui ni nani aliyeandika maandishi haya. But listen to this. Lakini yasikize. Satan may win some battles, Shetani anaweza shinda vita, but he has already lost the war. lakini ameshindwa So kwa vita. sometimes we think that Satan is much stronger, Wakati mwingine tunafikiri shetani ana nguvu, but he has lost the war on the cross. lakini aliweza kushindwa pale msalabani. When Jesus rose from the grave, Wakati Yesu alipofufuka kutoka kaburini, Satan lost the war. na basi pale shetani akashindwa. So actually, Na kwa hivyo Satan is still
doing nasty things. Na kwa hivyo shetani bado aendelea kufanya mambo yasiyostahili na mambo yasiyo mazuri. But he knows Lakini ajua the day that Jesus will come back, wakati Yesu atakaporudi I'm finished. amekwisha. And we get crowns. Na kwa hivyo tutapata hizo, We will live in Jesus' glory. na kwa hivyo tutaweza kuishi katika utukufu wa Yesu And we will have no pain, na basi hatutakuwa na uchungu, hakuna kifo, no sorrows. hakuna huzuni. We will have happiness and joy for eternal life. Basi tutakuwa na furaha na kumtukuza Mungu milele na milele. Amen. Amen. So, yesterday I looked up the Swahili Bible. Na basi jana nitazama Biblia yake ya Kiswahili. Did I already tell you that I love your language? Na kwa nini basi asema apenda lugha yenu? So I'm going to try to read you from the Swahili Bible. Na basi anaenda kusoma katika kitabu, You cannot laugh. na basi usicheke, Yeah, you can. lakini naweza. Ndugu zangu neema ya Bwana Baba Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina. Amen. Brethren, the grace of our Lord Christ be with you, spirit. Amen. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na roho zenu. Amen. God bless. Thank you. Tumpe Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu makofi. So I'm sure he's done. He's done. And because he's done, he's going to pray for us. We also want to send them with greetings to Madagascar. Madagascar is here. Madagascar. There's Madagascar. Kenya is here. So And my country, the Netherlands, is up here. he's very far away from home. And when Jesus said, go therefore to the uttermost of the world, we were going like, where do we go? Na vile Yesu alisema nendeni duniani kote, waliulizana wataenda wapi? Well, that must be Madagascar then. Na sasa Mungu asema ni wanaenda Madagascar. So Kenya is near. So Kenya is your home. If you come here to Creta, is your home. So because Kenya is near Madagascar, you just come back home. But if I have to walk, Yes. it's very far. Even the little water here, Yes. if I have to swim, I have to swim 450 kilometers. So for sure, God will see them through. Yeah, it is a country. It is like a highland actually, surrounded by water. The water, But and 8 different tribes who have never ever heard of Jesus. yes. So we will be praying for you as AIC Creta Church, Yes. that the Lord will give you strength, and also your family will be able to adjust to that environment and preach Jesus. Amen. Amen. So God bless you. And do we send them greetings to Madagascar? Also, do we send them greetings to the other team back at where they are residing here in Nakuru? Yes, and also do we send greetings to Roland first through them? Thank you. So take our greetings. Yes. And also to your, actually, you know they are shooting us. So do we also send greetings to his own church? Yes. Yes. So God bless you. So we are happy. So you just pray, and we will share the grace, all of us. It's good. So let's stand up and pray together. Then our brother will be doing that. Dear God in heaven, thank you for this very lovely day. It was a nice day to be here. It was great to worship together with our African friends, with our Kenyan friends. Thank you for the beautiful church, for beautiful children, and for beautiful people. God, I want to ask you to come with us this week. If we go back to our works, maybe we go to school, or we do different things, bless us where we are. Help us to reach out to other people. Help us to preach your gospel, your good news.
and help us to look upon Jesus and His victory. In Jesus' name, Amen. 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 So God bless you. We are blessed. Kwa hivyo tumemaliza ibada yetu ya siku ya leo, na tungetaka tu kuwatakia baraka za Bwana. So we wish the team God's blessing. When they are back in Kenya, they can visit us. Thank you. We love you. Amen. Kwa hivyo washiriki